Bwana Yesu asifiwe. Ndugu yangu, nataka nikwambie leo kuhusiana na habari za huyu Yesu Kristo ambaye mimi nimemwamini. Nataka na wewe leo umwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Lakini ninasikitika kwamba watu wengine wameshahubiriwa, na ni wengi waliohubiriwa habari njema za Yesu Kristo wamezikataa. Na wengine wamediriki kusema kwamba nitafute kwanza maisha ndio nitamwamini Yesu Kristo huko mbeleni. Lakini wengine pia wametanguliza kadhi zao mbele kuliko Mungu. Sasa leo nataka nikwambie ndugu yangu, kesho yako wewe huijui. Hata masaa machache baadaye kutatokea nini hujui. Lakini unamkataa Yesu, ukiamini katika nguvu zako na ukiamini kwamba utashinda kwa vile unavyojiamini wewe. Lakini nataka nikwambie leo, kumtegemea Mungu ndio jambo pekee linalotakiwa kwa mwanadamu. Bila kumtegemea Mungu hautafaa chochote katika ulimwengu. Niseme kwamba haifai kitu bila kumtegemea Mungu katika ulimwengu. Ili umtegemee Mungu, ili umwamini Mungu katika kila jambo ambalo analifanya, lazima ukae ndani yake. Usipokaa ndani yake Mungu, huwezi ukaamini kila anachokifanya. Usipokaa ndani ya Yesu Kristo, huwezi ukaamini matendo anayoyatenda. Watu wengine wanasema kwamba ukitaka ujue utamu wa ngoma, lazima uingie ndani ukacheze. Na mimi nataka niseme hivi, ukitaka ujue utamu wa Yesu Kristo, lazima uingie ndani yake, umkubali Yesu Kristo, umfanye kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ndio utaona uzuri wake. Wewe unapoona kwa nje, huwezi ukaelewa nini kilichopo ndani. Lakini ile imani yako wewe ukimwamini Yesu Kristo na kumfanya kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ndipo utakapoamini kwamba Yesu Kristo anaweza kufanya mambo hata yale ambayo wewe ulikuwa unaona ni magumu kwako. Ukisoma katika kitabu cha Mhubiri 12:1 anasema, mkumbuke Muumba wako siku za ujana wako. Kwa upande mwingine anasema, kabla hazijaja siku zilizo mbaya. Amina. Sasa ndugu yangu, nataka nikwambie, mkumbuke Muumba wako ukiwa hai, kwa sababu ukisha kufa hakutakuwa na nafasi tena ya wewe kutubu dhambi zako. Hakutakuwa na nafasi tena ya wewe kumwamini Yesu Kristo. Na nikwambie jambo moja, usiringie huu uzima ulionao. Aliyeshikilia uzima wako ni Mungu mwenyewe. Akiamua kuuchukua hata leo anachukua. Lakini jambo nalotaka nikwambie la msingi ni wewe kumwamini Yesu Kristo, kumfanya kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Watu wengi wanadharau haya tunayoyasema kwa sababu ya vyeo walivyo navyo. Wengine wanadharau kwa sababu ya pesa walizonazo. Lakini je, nikuulize swali wewe mwanadamu, siku unakufa hizo pesa utazikwa nazo? Au siku unaondoka hapa duniani hayo magari utazikwa nayo? Watayagombania wengine. Kwa nini usitafute kilicho cha thamani zaidi kuliko hivyo unavyovihangaikia vya kidunia? Hatukatai kuwa na gari, kuwa na pesa sio dhambi, lakini kuviabudu vile vitu, kuvifanya kuwa Mungu wako, hiyo ndio dhambi. Kuna watu wanaringa na pesa sio na Mungu. Kuna watu wanaringa na umaarufu sio Mungu. Lakini mimi nakwambia leo ndugu yangu, hebu ringa na Yesu Kristo, usiringe na umaarufu wa kidunia. Kwa sababu hata ungekuwa na elimu ya kidunia kiasi gani, hiyo elimu haiwezi kukusaidia wewe katika mambo ya mbinguni. Hiyo elimu haiwezi kukusaidia wewe kudhishinda dhambi. Cha msingi ni wewe kumwamini Yesu Kristo, kumfanya kuwa Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Mimi kwa leo nitaishia hapo, lakini ujumbe huu kufikia ndugu yangu, na umwamini Yesu Kristo, utaona mabadiliko katika maisha yako. Amen.